The Lord. Bwana Yesu asifiwe. Yes, indeed, the Lord has done so much for us. Si usalimie watu wawili waambie yale Mungu amekutendea. Isiwe tu tunasema so much. Mwambie ni nini Mungu amekutendea. Kama alikuamsha asubuhi, amekulinda, amekuhifadhi, amekusaidia. Mwambie ni nini Bwana amekutendea. Amen. Ili isiwe tu ni just so much. At least we have something we can mention among the so much that he has done for us in Jesus' name. Amen. God bless you so much. Tunaweza keti. Bwana awabariki sana. Huyu Mungu ametutendea mengi sana. Mengi sana. Hata tukielezea ni machache tu. Tunaweza elezea kwa yale ambayo ametutendea. Ni baraka kubwa kuwa pamoja na kila mmoja wenu. Tunashukuru Mungu kuwaona. Na tunashukuru Mungu ya kwamba alikupa nafasi ya kuweza kuwa pamoja nasi siku ya leo. Bwana akubariki sana. Wale ambao wametutembelea, Bwana wabariki. Kama wewe ni mara yako ya kwanza kuwa pamoja nasi siku ya leo, ujihisi ya kwamba tumekukaribisha sana. Hebu tuone wale ambao huenda ikawa wametutembelea for the very first time today. Tufanyie hivi. Amen. Our brother Samuel, God bless you so much. Any other person? I know in the first service we had quite a number of people ambao wametembea hapa for the first time, and we had 2 men give their lives to Christ. Na tunashukuru Mungu sana ya kwamba anafanya mambo ya ajabu. Tutaweza kuwakaribisha rasmi, na ni vyema kuona our sister Monica akiwa pamoja nasi. Ni mmoja wetu kwa hii kanisa. Atatusalimia baadaye hata tunapoendelea. Bwana awabariki sana. Nataka kuongea kuhusu njia ambazo Mungu hujibu maombi akitumia. Mungu anatumia njia nyingi kujibu maombi. Wakati mwingine huenda hata jibu vile ulikuwa unafikiria. Na kwa hivyo saa zingine tunadhania Mungu hakujibu kwa sababu pengine ile njia alitumia sio ile wewe ulitarajia. Nilikuwa ninaongea kuhusu nguvu za maombi the last time I was here, before tuwe na wiki ya vijana ambao walituhudumia last Sunday. That other Sunday I talked about the power of prayer. And maybe as a recap ili tuweze kujikumbusha what we said, nilisema ya kwamba maombi ni muhimu kiasi ya kwamba tunaona ya kwamba hata kabla Yesu azaliwe kuna watu walikuwa naomba kwa ajili ya kuja kwake. Walikaa wakiomba wakitafuta Mungu, na wamekuwa mentioned in the Bible. They prayed mpaka kuja kwake kutimie. Na pia after yeye kuja ili aanze huduma, tunamuona akiomba na hata akifunga siku 40. Alipobatizwa Roho wa Mungu akashuka kama jiwa. Tunaona Roho Mtakatifu akimwelekeza akajaribiwe na shetani. Na Biblia inasema aliomba kwa muda wa siku 40 na akaona njaa. Na Biblia inasema akajaribiwa na ibilisi. Na alipotoka katika mahali pa maombi na pa kujaribiwa, Biblia inaonyesha ya kwamba he came back in the power of the Holy Spirit. He was led by the Holy Spirit kwenda katika mahali pa maombi, but coming back he came back in the power of the Holy Spirit. Na tunaona sifa zake zikienea kwa maeneo yote. Kile kitu ambacho hakikuwa kinatendeka hapo beleni kikaanza kutendeka. Na ukiangalia Biblia vizuri, even Mark 1:35, utaona ya kwamba huduma ya Yesu and so many other verses iliweza kudumishwa na uwezo wa maombi. Yesu alizidi kuomba na ageenda bali na watu na aweze kutafuta uso wa Bwana hata kwa muda mrefu na kwa masaa mengi. Na hata challenge wanafunzi wake waweze kukawia kwa muda wakitafuta uso wa Bwana na wakiomba. Na kwa hivyo Yesu alikuwa mtu wa maombi. Na hatimaye
tunaona ya kwamba alipoenda biguni in the book of Hebrews. Let's see Hebrews 7 verse 25. Hebrews 7:25. Tunaweza soma from 24 and then we read 25. Utaona ya kwamba Yesu mwenyewe alipoenda juu biguni, he became but because Jesus lives forever, he has a permanent priesthood. Aliweza kuchukua a permanent priesthood. Yeye ni kuhani wa milele, na kuhani kazi yake na Biblia inasema such, verse 25, therefore he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them. Kwa hivyo Yesu biguni tunaona ya kwamba hata baada ya kutufia, baada ya kuteswa ili tupate amani na ushindi ambao tuko nao na tunafurahia, hata saa hii bado anaishi kutuombea, kwa sababu anaamini ya kwamba maombi ni muhimu. Kama watu watafanikiwa, kama watu wataimarika, kama watu watafika biguni, ni vyema kuwaombea na kuhakikisha ya kwamba wamefikia kiwango ambacho Mungu anakusudia. Hebu tupatie amplified version ya hiyo verse, amplified version tuone, and then utatupatia message translation. The Bible says, therefore he is able also to save forever, completely, perfectly, and for eternity those who come to God through him, since he always lives to intercede and intervene on their behalf with God. Unaona Biblia inatumia so many words hapo, zinaitwa adjectives ama zinaitwa nini? Completely, perfectly, and for eternity. Abia mwenzako, he is able to save forever, completely, perfectly, and for eternity. Unaona maombi inahitajika kutimiza hiyo. Praise the name of the Lord. Tupatie message translation tuone vile inasema. To save everyone who comes to God through him, always on the job to speak up for them. Praise the name of the Lord. Alichukua kazi ingine bana ya ku make sure anakusaidia kwa maombi. Abia mwenzako usiwe careless. Kama Yesu anajua umuhimu wa maombi, hata wewe jiombee. Hata wewe ombea wengine. Kama unataka kuona ndugu zako wakiokolewa completely, perfectly, and for eternity, they need prayers. If we want to see a thorough change for good, we need prayers. If we want to see souls come to the Lord, there is need for prayer. Praise the name of the Lord. Hebu inua mkono utagaze katika jina la Yesu, kwa sababu tuko na crusade pale Mudhore. Tunataka kuona nafsi zikija kwa Yesu, watu wakijisalimisha kwa Bwana, watu wakiacha mambo yao, maisha ya anasa, waweze kunyenyekea mbele za nguvu za Bwana. Tungependa kuona uponyaji ukidhihirika. Praise the name of the Lord. If people are going to receive what God wants of them, prayers are very important. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo maombi ni muhimu, na kwa hivyo hatuwezi kaa pasipo maombi. Yesu alisema ya kwamba nyumba yangu itaitwa nini? The house of what? Prayer for all nations. Uliza mwenzako, unakujanga tu kusikia neno ama unakujanga kuomba? Muulize wewe, unakujanga kwa nyumba ya Bwana kufanya nini? Kupata himizo. Uende ukisema tu umebarikiwa brother. Lakini Yesu alisema ni nyumba ya nini? Ya maombi. Abia mwenzako uko kwa nyumba ya maombi. Hii ni nyumba ya nini? Ya maombi. Tunaliitia jina la Bwana kwa sababu Mungu anajua akiitwa atashuka na atadhihirisha uaminifu wake, atadhihirisha ukuu wake, atadhihirisha nguvu zake, atatenda mambo makubwa. Hivyo tunasema atatenda makuu. Makuu ni kwa sababu tunaomba pia. Sio tu kwa sababu tunaimba, kwa sababu pia tunatafuta uso wa nani? Wa Bwana. Na tungependa kuona makuu yakitendeka, ya kwamba hata watu wanajua wakija hapa, blessings will be available for them. Healing will manifest. The goodness of the Lord will be revealed. Praise the name of the Lord. So hiyo makuu tunasema
sio kudhania, tunajua tushayaitisha. Ni kama hata yanatugojea. Praise the name of the Lord. Because tumeitana kwa magoti yetu. Hii wiki tuko na siku 3 za kuomba na kufunga, tukiamini ya kwamba Mungu atatenda mambo makubwa. Today one of the men who has gotten saved, he's an engineer. Ametuambia yeye anaitwa Engineer Collins. Bwana asifiwe. Ameletwa na mke wake. Anasema mke wangu aliniamsha, akaniambia leo lazima twende kanisa. Bwana asifiwe. Hata hakuwa na mpango, akamwambia lazima tufanye nini? Twende kanisa. Naye anashukuru mke wake amesababisha yeye aje kwa Yesu, kwa sababu alimwambia leo hakuna story, na hawajai kuja hapa, hata hawajui church. Akamwambia ninakupeleka church leo, and the man got saved. Na walikuwa anaenda, mke wake alikuwa anaenda kazi, ana report kazi saa 6, lakini akasema leo hatulali, tunaenda church hata kama kuna baridi, lazima twende. But the man was so grateful that the wife has brought him to church, and now he's born again. Praise the name of the Lord. Na nimesikia mtu mwingine pia akisema hata hakuwa na mpango wa kuja church, alilazimika. Abia mwenzako, watu wanaweza lazimika kwa sababu kuna watu wanaomba. Mtu hata hakuwa na mpango, anaamuka na analazimika kuja na kwenda, na sio tu kwenda, ni kuja kwa sababu tumeitisha watu wa Mungu waokolewe. Praise the name of the Lord. Tell your neighbor there is power in prayer. Sio mwambie vizuri mpaka asikie. Mwambie kuna nguvu za maombi. So, neno la Mungu lituelezea mambo mengi, na imetuonyesha kwa nini maombi inaweza jibiwa, kwa nini maombi haiwezi jibiwa. Let me give you a few conditions ambazo zinaweza fanya maombi yasijibiwe. One of them, John 3. Tupatie 1 John chapter 3 verse 21 and 22. 1 John 23 chapter 3 verse 21 and 22. Tutaangalia hiyo na Mungu atatusaidia. Maybe allow me just to mention that one ili niende kwa njia ambazo Mungu hujibu maombi. Biblia inasema, and friends, once that is taken, yeah? Tupatie NIV or King James. Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God. Tupatie kwa Kiswahili. Wacha nitumie Kiswahili kwa sababu hii ibada ni ya Kiswahili. Ikiwa mioyo yetu inatuhukumu, yeah? Inatuhukumu, isn't it? Ikiwa mioyo yetu inatuhukumu, kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu, naye anajua yote. Hiyo ni verse 20, sio 21. Ndio ninashindwa, inasema ile kitu mimi si. 21 ndio hiyo. Wacheni tusome pamoja. Wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri kwa Mungu. Abia mwenzako, moyo wako usipokuhukumu, unatakiwa kuwa na ujasiri kwa Mungu. Amen. So ukienda hakuna hukumu, unahisi unakuwa very bold. Lakini tuseme unaenda mbele za Bwana ukiwa na dhambi. Yeah? Ukiwa na dhambi, uliiba vitu za watu usiku. Unadhani utaenda kwa Mungu kwa ujasiri kumuomba, kumpelekea mahitaji yako? Already kuna hukumu, kwa sababu unajua nimelala nikiagaisha watu. Mimi ndio niliiba kuku ya mtu fulani. Alafu ninaenda ati ninakuja mbele za Bwana, not unless ni shetani ninaenda mbele yake. Lakini kama ni Mungu mtakatifu, kusema ukweli sina ujasiri wa kuingia hapo, kwa sababu ninajua niko na hukumu juu yangu. So tukiwa na hukumu hatukui na ujasiri, lakini tukijua tunatembea katika haki tunaenda na ujasiri. Let's go to verse 22. Na lolote tuombalo twalipokea kwake, kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Tukifanya yale yanapendeza machoni pa Bwana,
My brother, hatuendi tukiogopa katika sehemu ya maombi. Tunaenda tukijua Bwana atasikia maombi yetu. Bwana atatimiza maombi yetu. Kwa sababu Isaiah 59, is it Isaiah 59? Hebu tupatie Isaiah 59. I should think it's the right scripture. Isaiah 59 inasema ya kwamba masikio ya Bwana sio kiziwi. Bwana siye kiziwi. Yeye husikia maombi. Is it the one? Isaiah 59. Haya, angalia, tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata isiweze kuokoa, usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisifanye nini? Lisiweze kusikia. Verse 2. Lakini maovu yenu yamefanya nini? Yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimewaficha uso wake, msione hata msione hata hataki kusikia. Ni nini naweza zuia Bwana kusikia? Maovu, dhambi zinaweza zuia Mungu hata asisikie. So ni possible uombe na Mungu hata asisikie, hata asitake kusikia maombi yako. Na sio ya kwamba yeye ni kiziwi, lakini hata kubali kusikiza. Mtu ambaye anaendelea na dhambi na maisha ya dhambi. Na kwa hivyo ni vizuri tujue ya kwamba inafaa tujichunguze mioyoni mwetu, ili tusiende mbele za Bwana tukiwa na hukumu. Na hukumu yetu huondolewa kwa sababu ya toba mbele za Bwana na kutamani kutakaswa kwa damu ya Yesu peke yake. Praise the name of the Lord. So ni vyema tujue ya kwamba we need to have confidence, and there is no condemnation. Hakuna kitu tunajishuku tulifanya, na kama unajishuku utubu. Isn't it? Si Biblia inasema ya kwamba if my people who are called by my name shall humble themselves and turn away from their wickedness and pray. You know, sasa ni kujinyenyekeza, na kujinyenyekeza, njia moja ya kujinyenyekeza ni kutubu dhambi na makosa yetu. Alafu tuombe, mimi nitasikia kutoka mbinguni na nitakomboa nchi yao. Praise the name of the Lord. Na Biblia inasema if, because we can choose not to pray. If. So God wants you to do it. If you do it, he says how he's going to behave. Yeye atajibu maombi. Yeye atakomboa nchi. Yeye atatufanikisha. Atakutana na haja za mioyo yetu. What if we don't pray? Abia mwenzako, what if we don't? Na tusipoomba, yeye amejicommit. Hajajicommit, hana any commitment. Anasema kama watu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza, watubu dhambi zao na makosa yao, nitasikia kutoka wapi? Juu mbinguni, na nitaponya, nitajibu. I will answer and I will heal their land. Praise the name of the Lord. So meaning prayers are very important. Zitatusaidia na zinaleta matokeo makubwa katika maisha ya watu ambao wanatamani kuona Mungu. Another thing that I want us to note kuhusu maombi, maombi pia sio tu maombi, lakini pia kukubali mapenzi ya Bwana yatendeke katika maisha yetu. Luke chapter 22 verse 42, Yesu alikuwa naomba. Alikuwa naelekea kusulubishwa msalabani. Alikuwa aweze kuagikwa msalabani, na akawa katika hali ya maombi. Na akaomba, Baba, sio natamani kikombe hiki kiweze kuniondokea. Akasema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako, niondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Unajua, Yesu anaangalia uzito, ako katika mwili. Anaangalia ugumu wa hali ya kifo cha mateso sana msalabani. Anasema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako, uniondolee nini? Kikombe hiki.
Nakumbuka, na hii ni maombi gani ninaomba? Mwili unaweza kukuvuta kwa mambo mengine. Baba, sio mapenzi yangu, lakini ni mapenzi yako yatendeke. Angalia verse 43. Biblia inasema malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Ukitamani kutenda mapenzi ya Mungu, hata kama inakaa gumu, ukiomba, Mungu anakutia nguvu kutimiza mapenzi yake. Praise the name of the Lord. Haijalishi how difficult it is to fulfill the will of God. When you tell God, I surrender to your will, God will release his angels to strengthen you. Ataachilia malaika, ataachilia nguvu zake, ataachilia roho wake akutie nguvu. Ndio unaona mtu yeyote ambaye ameamua kusimama, haijalishi majaribio yako magumu namna gani. Unajua kuna watu wanasema, hujui vile majaribu yangu imekuwa gumu. Hakuna majaribu gumu. Kitu yeyote Mungu anakubali ije kwako, anajua unaweza. Aachili kitu chochote wewe huwezi. In fact, anything that comes your way is your match. In fact, you are better than it. Na kama you are not very good, you are not that good, na si ati you are not that good, hata ukiogopa, ameacha njia ya wewe kutorokea. Abia mwenzako mambo mawili. Kitabu Mungu aachilie kitu ije kwako. Yeah? Anajua unaweza. Si umwambia Mungu anajua unaweza. Na hata ukiona kama utashindwa, anza kuangalia mlango iko wapi. Amebakisha mahali pa kutorokea. That's why Joseph alitoroka akaacha koti. Akasema, majaribu ikizidi, nione ni kama nitawekwa chini. Heli ya baki na koti. Already kuna mlango wa kutorokea. Don't try to tell us ni kama wewe ulipitia hali gumu kuliko watu wengine wote. Watu washapitia hapo na wakaweza kuovercome. Praise the name of the Lord. So, in other words, what I'm saying is that God will strengthen us. There are many things that can cause our prayers to be ineffective, even when we are doubting. Biblia inasema anybody who doubts should not expect anything from the Lord. Mtu yeyote ambaye ako na shaka asitarajie kitu chochote kutoka kwa Bwana. Another limitation ya maombi kutojibiwa, Biblia inaonyesha ya kwamba ni wakati unaomba with wrong motives. We do not have because we do not ask. And when we ask amiss. Tunaomba tukiwa na wrong motive. Unajua kuna mtu anataka apewe kitu ili aonyeshe watu wengine. Nitapata hiyo ili waone, wajue. Saa zingine unataka kubadilika Mungu hapo ili ikae spiritual. Wajue Mungu wangu ni nani. Unadhani Mungu wako lazima aonyeshe hivyo? Wanaweza jua kwa njia zingine, sio lakini ili umweke hapo afikirie ni wewe, lakini unajua unataka kujionyesha. You just want to prove a point. God will not come to you to prove a point. Anaweza amua, okay, you want to use me that way. I'm not ready to be used that way. Bwana asifiwe. Angetaka atumike kwa njia inayofaa kwa utukufu wa jina lake. Praise the name of the Lord. Let's see how God answers prayers. Kitu moja ningependa kusema, John 5:14 and 15. 1 John 5. I think it's good to read this. Nilisoma scriptures mbili za kuonyesha God always answers prayer. He always answers prayer. I want to prove it by showing you how he answers prayer. Because saa zingine unadhania Mungu hakusikia, unadhania Mungu hakujibu. And today I want you to go convinced that God will always answer your prayers. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo saa zingine if you don't know how he answers, then unadhania Mungu hakusikia na hakujibu. Yohana 1:5, Yohana 1 John 5:14 inasema, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na nini? Na mapenzi yake, atafanya nini? Atatusikia. Tukiomba sawa sawa na mapenzi yake. Tunajua mapenzi ya Bwana kuhusu uponyaji wetu
ni kwamba Yesu alipigwa mapigo ili tupate kufanya nini? Kupona. Kwa hivyo as we claim our healing, we already know that by his stripes we were healed. Praise the name of the Lord. Hiyo alideal nayo. Na kwa hivyo tunaenda na ujasiri ya kujua makusudi yake kuhusu uponyaji wetu yametimizwa kwa mapigo yake. Praise the name of the Lord. Tunajua ya kwamba yeye hata igawa alikuwa tajiri, alikuwa fukara ili tupate kutajirika. Praise the name of the Lord. So we are not negotiating with the devil whether we are going to remain poor or we are already delivered from poverty. Tuelewane. Praise the name of the Lord. Sasa wewe unaweza kaa na maisha na uamue ni kama Mungu ndiye hupendelea wale watu watafanikiwa ama nini. Alitulipia deni sisi sote. You can begin to claim that and also work and look at what other things the Bible talks about for you to become successful and become as wealthy as God desires. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunajua ni mapenzi ya Bwana kwa sababu imedhihirishwa kupitia kwa neno lake. So there are so many things ambazo nikiangalia neno na niangalie vile inakaa, naona either neno ndio kweli, because neno ni kweli, isn't it? So who could be wrong? Ni mimi. Kwa sababu Mungu analitii neno lake, analiheshimu na ataangalia neno lake kulitimiza. So maybe there is something I don't understand, or there is some revelation that I need to receive, but God is ready to do it for me and he has already done it. Praise the name of the Lord. Ni mimi ninatakiwa nipokee na lazima nijue kanuni za kupokea kile ambacho ni changu kupitia kwa Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. So Biblia inasema verse 15. Tupatie verse 15. Kama tukijua kwamba atusikia tuombacho chote, twajua kwamba tunazo zile hata haja tulizo muomba. Tunajua tunazo ya kwamba tunajua kwamba tunazo zile haja tulizo muomba. Tunajua tunazo. Tupatie Kiingereza. Kiingereza inasemaje? And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have what we asked of him. Tell your neighbor, we have. See, Biblia ingesema we are going to have, lakini inasema we know we have. Kwa sababu kuomba ni hakikisho ya kwamba tumepata. If you didn't pray, it may be he is not going to do it. But if I prayed and I have prayed, I know I have what I have asked for. Praise the name of the Lord. Mark 11 verse 24. Mark 11:24 inasema, when we pray, whatever we ask for in prayer, therefore I tell you, nani Yesu anasema, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. That's how it comes to you. Believe you have received it. Now, then why do we have this disparity ya kwamba tuliomba na hatujapokea? Now that is what I want to address. Unaona kama haijadhihirika. Why? Because maybe you don't know how God answers prayer. Let me tell you how God answers prayer. Number one, he can answer prayer instantly. Anaweza jibu maombi hapo kwa hapo. Hata kama ni maombi ya uponyaji, kuna watu walipokea instant answers. Mmoja ni Batimayo. Biblia inasema alikuwa amezaliwa kipofu. Akaomba Yesu, akaliitia jina la Yesu, akaanza kushout, Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Watu wakaanza kunyamazisha yeye. Wanamwambia nyamaza. Biblia inasema akapasa sauti hata zaidi. He shouted all the more loudly. And he was saying, Jesus, son of David, have mercy on me. Mpaka sauti ikamfikia Yesu. Yesu akasema aambiwe
aje, isn't it? Ask him to come. Muombe aje. Wale walikuwa wanamwambia anyamaze, wakamwambia bro, jitie moyo, anakuita. Praise the name of the Lord. Wewe ndio ulikuwa unaitana, sasa yeye anakuita. Yesu alimuuliza, ungependa nikufanyie nini? Akasema, ningependa nipokee kuona kwangu. Unaona, yeye anajua. Jesus has my sight. Ni vile sijawahi kutana na yeye. Leo nimekutana na yeye. Sitaendelea kuwa kipofu tena. Yeye ndiye ameshikilia baraka zetu zote. Sasa hakusema ati ningependa kama ni mapenzi yako nione. Alisema kuna kuona kwangu ambao kumeshikiliwa. Nataka kupokea kuona kwa. Ambia mwenzako kuna gari yako. Kuna ushindi wako. Kuna neema yako. Kuna kibali chako. Unaona, Bartimayo anajua. In fact, Bartimayo hakuanza na kuitisha kuona. Kuna kitambaa mtu alikuwa anajifunika nayo. Ukimuona unajua ni kipofu. Hiyo ndio ilikuwa ya kwanza kutupa. Alisema, brothers, mimi nawaambia this is the last time naitwa kipofu. Akachukua hiyo kitu akatupa. Akasema, nataka kupokea kuona kwangu. Unajua Yesu hata ameona ametupa kitambaa, anasema imani yako imekuponya. How long did it take for him to get healed? It was instant. Tell your neighbor kuna instant healing. Hapo kwa hapo. Bwana asifiwe. Kuna watu hata Yesu angekuja anamguza, anamwambia pokea kuona. Alafu huyu mtu anamwambia Yesu, by the way, mimi naona watu wakikaa kama miti. Let me ask you. Mtu hajawahi ona, anajua tofauti ya watu na miti? Ninakuuliza. Mtu alizaliwa kipofu, and then ameguzwa na Yesu, anaulizwa unaona nini? Anasema naona watu wakikaa kama miti. Do you think Yesu alifaa amguze mara ya pili? Yesu akikuguza mara moja imetosha wewe uone. Lakini sasa huyu jamaa hajui kuinterpret ni nini anaona. So kuguzwa kwa pili ni interpretation. Pokea ufahamu wa ni nini unaona. Acha kutuambia unaona watu wakiwa kama miti. Mimi siguzagi watu wanaona wrongly. Wewe ndio huelewi ni nini unaona. Akaguzwa akaulizwa unaona vizuri. Yeah. Naona vizuri sasa. Praise the name of the Lord. But it is instant what? Healing. Amepokea uponyaji. Hapo kwa hapo. Ameanza kuona sawa sawa. Ameanza kuinterpret kile anachokiona. Ameanza kuwa na ufahamu wa nini anachokiona. Praise the name of the Lord. But also Jesus healed people and they didn't get instant healing. Kipofu mwingine anataka kuona, Yesu anatema mate, anakoroga, anampaka matope, anamwambia enda unawe Siloam. Kama Siloam ni 5 days journey, ataona baada ya siku gapi? So ni imani yake ya kuamuka kesho aseme bado niliambiwa niende Siloam, aendelee na safari, aendelee na kugojea, aendelee na kuamini, ashikilie imani. Watu wanamuuliza mzee, unapeleka matope wapi? Si ungenawa asubuhi macho? Anasema mwenye alinipaka alisema niende Siloam. Namuuliza sasa na uliamini? Niliamini. Napokea uponyaji wangu. Atapona baada ya siku gapi? 5. Bwana asifiwe. Lakini lazima ashikilie nini? Imani. Aamini ya kwamba mwenye aliahidi, mwenye alininenea ni mwaminifu, na sitajali watu wanasema nini, na sitataka doubts ziingie ziniambie brother, si wale wengine anawaguzanga wanapona. Kama alitaka kukuponya, si angekuponya tu siku ya kwanza hiyo mara hiyo. Abia mwenzako usiende na vile wengine walifanyiwa. Wewe ukiomba, hata wakishuhudia, Mungu sio lazima atumie ruti yako. Anatumia ruti yake kwa sababu anajua ni nini anatenda ndani yako. Pengine anajenga imani ndani yako, anajenga patience ndani yako, na anataka ujue kumgojea
mpaka upokee, lakini ashatenda. Abia mwenzako hata akikuambia uende Siloam, ashakutendea. Bwana asifiwe. Other lepers wanalilia Yesu, wanamwambia turehemu. Anawaambia edeni mkajionyeshe kwa nani? Kwa kuhani. Unajua kuambiwa ukajionyeshe kwa kuhani ni kusema nini? In those days ukiponywa leprosy ama magonjwa yale mabaya sana ya kuambukizana, lazima high priest ndiye alikuwa anakupatia certificate of, inaitwa certificate of what? Good health. Abia mwenzako certificate of good health. Ili uende nyumbani ukatagamane na watu, lazima upewe certificate of good health. Imani hii ni Yesu hata hajawaombea, anawaambia edeni mujionyeshe kwa nani? Kwa kuhani. In other words, what he is saying, I've already dealt with your issue. Unaweza sema nikajionyeshe, ungeniponya kwanza alafu niende nikajionyeshe kwa kuhani. Lakini wote waliamini Yesu kiwango ya kwamba wakiambiwa wakajionyeshe kwa kuhani, wanasema hata kama hatuoni kama tumepona, by the time tufike hapo atakuwa amedeal nayo. So tutaenda tupewe certificate of good health. So wanaanza safari kwa imani. Wakiwa jiani, wanaona washapona. Mmoja anasema mimi, by the way, mimi hata synagogue sijawahi ingia, mimi ni Msamaria, wacha nirudi nikashukuru. Praise the name of the Lord. He went back. Others just went. Hata haijulikani kama walienda kwa kuhani ama walienda nyumbani. Bible haina haja na watu ambao hawakuweza kufanya mapenzi ya Mungu. Inafuatilia yule alitenda. Are you getting? Mpaka Yesu, unaona Yesu alikuwa na expectation ya kwamba hawa watu pia wanatakiwa kuja kushukuru. Because he asked this man, si ni watu 10 waliponywa, wale wengine 9 wako wapi? Praise the name of the Lord. Mimi naonanga mtu akija kutoa shukrani hapa najiuliza, hata Mungu ameanza kuuliza wale wengine wako wapi? Si niliwaamsha wote? Si nimewapa kazi? Si nimebariki kazi ya mikono yao? Si nimewalida kutokana na magonjwa? Wengine wako wapi? Kwani ni huyu tu ameona ametendewa? I hope ulikuja na shukrani leo ya kusema kuna kitu Mungu amenitendea. Huyu alikuja na shukrani, akafanya wale wengine ijulikane hawakuja. Na Yesu aulize hao wengine. Unajua kama mmoja hangekuja, naamini Yesu hangeuliza wengine wako wapi. Lakini kwa sababu alikuja, Yesu akaona wale wengine washaenda, hawakuja. Na Biblia inasema he said awe whole. Kuwa whole, if you look at Bible commentaries, zinasema ya kwamba he received wholeness, not only of the body but also of the spirit. He received even forgiveness. Are you getting? That is the wholeness yenye Mungu anataka. Tuwe wazima kwa mwili, kwa mawazo, kwa roho na nafsi. Tukae watu ambao ni wakamilifu. Praise the name of the Lord. Kama pengine akitoa makamasi, unajua ukoma, unaweza enda kutoa makamasi, pua inatoka. Ena uangalie picha za watu wenye ukoma. Hata anaenda kujaribu kutoa kucha, kidole inabaki kwa mkono. So mtu mwenye ukoma unaweza ona ni parts nyingi hana. Naamini akiambiwa awe whole, hata pia zinatokea. Anaenda nyumbani, wanauliza ni wewe ama sio wewe. Praise the name of the Lord. Kama vile Monica ako pale. Monica, when I saw you the first time, I can tell you I didn't know you. Saa zile ulikuja hapa ukanihug. Hata tuliingia kwa ofisi bila kujua ni nani nimehug. Kwa sababu she's one of our members. Alitoka hapa. Sikumjua kabisa, sikumfahamu. Namuuliza, nataka kuuliza maswali ya kutaka nijue huyu ni nani amenisalimia kwa ujasiri mwingi namna hii. So nikamuuliza, unaenda wapi? Ananiambia naenda kwa shosho. Nashindwa sasa shosho ni nani? Najaribu kumuuliza maswali iniambie yeye ni nani. And then akaniambia, "Hivi na huku kumechange
The last time tulikuwa kwa ofisi pade ile, and then huku tulikuanga na mawe. Wakati nilikuwa hapa, hata tulikuwa tunaitwa Church on the Rocks, kwa sababu hata ni mawe tupu, tunasomea kwa mawe. Nikakumbuka huyu ni Monica. Because God can change how you look. Mpaka mtu alikuwa anakujua anauliza ni yeye ama si yeye. Si hata kuna mtu aliponywa anaulizwa wewe ni yule kipofu alikuanga mahali fulani, anasema ni mimi. Anauliza are you sure ni wewe? How can I be sure ni mimi? Praise the name of the Lord. Tell your neighbor, God is about to change you. Mpaka watu mnakutana wanakosa kukutambua. Na ninajua hata Mama Abi tulipokuja hapo kukusalimia, naamini huku unajua ni nani anakusalimia. Si unaona anasema ni kweli. Namwambia huyu ni fulani, anasema lakini nilijua hakujua ni nani. Because God is able to change people's lives. Mpaka unajiuliza ni yeye ama si yeye ninaona. Praise the name of the Lord. God changes our lives in different ways. So nikipenda niseme hivi, when God is answering our prayers, anachagua njia ya kupitia depending on the journey he wants to take you. So he doesn't necessarily have to confine himself in using one way to heal our sicknesses, to deliver us, to build us up, to give us what he wants us to receive. He may use different ways so that tusiabudu njia, tuabudu mwenye kutusaidia. Do you know, kama vipofu wangeponywa na kutema mate na kupaka macho, tungeanza dini ya kupaka watu macho matope. Lakini Mungu hatumii njia moja kufanya mambo. Ama tungeanza kuuza vitambaa, tunaziombea hapa, tunasema pelekeni. Ni dini ya vitambaa, watu wanapokea uponyaji. God doesn't want to use those ways. He wants people to seek for God, not for the ways that God has used to do things. Because we will bow to certain things rather than bowing to God. So lazima ajiache akiwa sovereign. Yeye ndiye anachagua how to move in your life, but he will move in your life. He will deal with your problem. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ni vyema tujue ya kwamba yeye ndiye huchagua njia ya kuja kwetu. Lakini brethren, lazima Mungu atakuja. Hebu sema Mungu atakuja. Mungu atajibu, na amejibu maombi yangu. Praise the name of the Lord. Na ninatembea na ujasiri kwa sababu niliomba na ninajua yeye husikia maombi na hujibu maombi. One of the ways ambazo Mungu hutumia kujibu maombi, anaweza fanya instantly. Number 2, anaweza sema wait. Ngojea. Bwana asifiwe. Do you know Mungu anaweza kukuambia ugojee? Aliambia Abraham agojee, atapata mtoto. Abraham akafika mahali, Sarai akamwambia ama pengine Mungu ni sisi hatukufikiria vizuri. Unaona? Ama alitaka uchukue mjakazi wangu upate mtoto naye awe mtoto wangu. In those days, mke akiwa barren agechukua mjakazi wake alale na bwana yake, lakini mtoto ni wake. Are you getting? Mtoto ni wa huyu mama. Mjakazi ni kumlelea na mlelea. Lakini mtoto ni wa nani? Ni wa Sarai. Akamwambia pengine ni sisi hatukuelewa. Pengine anataka kutumia zile desturi zetu kukupatia mtoto. So fanya hivi Abraham, tusiwe wajinga. Hata Mungu anapendanga watu wanatumia akili. Chukua huyu mjakazi wangu, pata mtoto, huyu mtoto atakuwa wangu. Wakapata mtoto na akaitwa Ishmael. Na ninajua wakaanza kucelebrate kidogo. Lakini Mungu naye ni nani? Ikafika wakati wake wa kuleta mtoto. Sarai akajifungua, akapata mimba, na ninajua kwa naona ni kama tulikosea mahali hata akiwa pregnant. Na ninajua hata mjakazi anaanza kuona aka kama mama sasa kataanza madharau
kwa sababu kako expectant. Na ni kweli alipojifungua watoto wakicheza, kaona Ishmael anataka kuonea mtoto wake. Mama hiyo jioni Abraham akija akamwambia, hapa ukae ukikumbuka ni kwangu, na kuna watu wataenda. Kuna watu wataenda. Abraham anauliza, unasema nini? Siongee kitu inaeleweka. Anasema kuanzia sasa hatutakaa na yule na Ishmael na mama yake hapa, lazima waende. Abraham akashindwa, yani huyu mama kwani anakaanga namna? Si hadi aliniambia njia ya Mungu ni gani na tukaitumia. Sasa anasema mtoto na ni wangu, damu yangu iende. Hawa watoto wote wawili ni wangu. Na ninajua lazima aliambia Sara, sikiza, Ishmael ni wangu kama vile Isaac ni wangu. Akamwambia, sikiza Abraham, mimi ndio ninasema hapa, Ishmael lazima. Si ni mimi nilikuambia azaliwe, sasa ninasema aende. Sasa Abraham akaenda kustaki Sara kwa baba. Si kuna wimbo unasema nitakustaki kwa baba? Akaenda kwa maombi, akaambia Mungu, ni kama hatuelewani na Sara. Anasema lazima Ishmael na mama yake wafanye nini? Akaambiwa, sikiza vile Sara anasema. Siliamua kumsikiza, hata saa hii sikiza yeye. Lazima aende. Praise the name of the Lord. Na ni kweli akaenda. My friend, tuachane na shortcut. Mungu akisema gojea, goje. Ni wewe anafundisha kumgojea, kumtumainia na kuweza kuona uaminifu wake. Praise the name of the Lord. So God can say wait. Why does God say wait? Let me give you a few reasons why God says you wait. Number one, spiritual growth. You may need time to get ready for what you are asking for. Unaweza kuwa ukihitaji muda wa kukua ili kile ambacho umekuwa ukiomba uweze kukipokea. Kuna watu wengine hupokea vitu kutoka kwa Bwana hata Mungu anawapoteza. Are you getting? Yani umebarikiwa kiasi ya kwamba hata watu wanakuambia urudi kwa uwepo wa Bwana, unawaambia Bwana, bado huwa mnaomba. Najua mimi nilibarikiwa bro. Mambo yangu ili change. I don't have to be in the place of prayer. Anadhania ya kwamba kuomba ni kuitisha vitu. Hajui kuomba ni kucommunicate na Mungu, ni kudevelop uhusiano na Mungu. Kuna mahali utaenda hata kama uko na vitu, bila Mungu hizo vitu they are as good as useless. Are you getting? So God is not really about giving you things. He also wants a relationship with you. Are you getting? So anaweza kusema huyu mtu hayuko tayari kwa kile kitu. Let me ask you, ni wazazi wangapi wako hapa mtoto analilia hata toe, na mnaenda kwa supermarket analia mpaka karibu ajiagushe chini, unaamua kumnunulia, na hata kabla haijafika kwa nyumba ameiharibu? Does it happen? Do many toys even finish a week? Unadhani kwa nini toys zimetengenezwa? Kwa sababu huwezi patia mtoto gari, ataiharibu. Hata gari ya kweli ataiharibu hapo kwa hapo, ama atajiua nayo, isn't it? So lazima muanze na toys, ili hata akiharibu ni kitu useless, anaharibu. Even it's not meant to stay for long. Na akiharibu anaanza kufikiria, next time nikinunuliwa sitaigogesha chini, next time nikifuguliwa nisitatoa miguu, ilitoka ikakataa kurudi. Unaona, alan na toys ajue kuhifadhi vitu na kutake care of things. Abia mwenzako saa zingine unaomba kitu unapewa ya chini sana, ili kwanza ujue kutunza. Are you getting? Ujue kutunza. He wants you to grow. Even the things that are coming, unataka upewe kama ya mtu fulani, na wewe hata hujafika level ya kupewa hiyo. Anakuambia gojea na hii, enda na hii hapo ucheze nayo, ujue kutunza, nitakupatia ile kitu. Abia mwenzako, pengine umeambiwa ugoje,
ugoje. Kwa hivyo ashajibu maombi. Sigoja ni maombi imejibiwa. Kuambiwa goja ni sigoja ni jawabu. Ni jawabu. Ni jibu amekujibu. So usiseme Mungu hajibu maombi. Ashajibu akakwambia hiyo hiyo utagoja kidogo. And that is what he did to the children of Israel. In the book of Exodus 13, I always tell you, Exodus 13 verse 17, Biblia inasema Mungu alipoachilia Farao alipoachilia wana wa Israeli kule Misri, Mungu hakuwapitishia njia ya Wafilisti. Alijua hata kama ilikuwa fupi, ilikuwa 11 days wawe Canaan, waanze kurukaruka Canaan wakisema ni nchi ya maziwa na asali. Kumbe wageingia in 11 days. Are you getting? Wawe kwa nchi ya asali. Lakini Mungu anajua hawa jamaa nikiwapitishia hiyo route hawatafika. For God said, if they face war, they might change their mind. Mungu anakujua sana. Anajua unaweza badilisha mawazo. Huyu jamaa hajakomaa, hana ujasiri wa kutosha. Akiona vita atajirudisha Misri na miguu yake tu yote mbili, aseme hata heli nikae Misri. Akasema, Biblia inasema verse 18 ya kwamba what did God do? God led the people. Yeye ndiye anawaongoza around the desert road towards the Red Sea. The Israelites went up out of Egypt ready for battle. Sasa ili akutayarishe uwe na usujaa wa vita, wewe utapitia route nyingine. Ni develop ile imani ya kukubali unaweza pigana vita. Sasa nitakutrainia kwa jangwa. Abia mwenzako jangwa saa zingine ni training ground. Mungu akijibu maombi yako anatafuta ile route inaligana na the kind of growth you require. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Anajua huyu tukimpitishia hii fupi, in fact sio tu hatafika Canaan, atarudi Misri na akatalie huko. Anajishikilia mti, ukijaribu kuvuta sasa mimi nitakaa hapa. He doesn't want to go. Praise the name of the Lord. He goes back with his own legs. Amebadilisha mawazo. So ili wasibadilisha mawazo, wapitia wapi? Jangwani. Unajua kwa jangwa unajiuliza ni muujiza ulifanya tuvuke bahari. Sasa hata kukiwa kugumu, unajua hakuna mtu, najua Mungu hatafungua bahari. Sasa kama ni kukufa tutakufia wapi? Jangwani. Praise the name of the Lord. Lakini hakuna kurudi. So God at times answers your prayers in a way that forces you to grow. Patia mwenzako high five. Mwambie lazima ukue bwana. Lazima ukue. Na even no is an answer. Even no is an answer. The book of 1 Samuel chapter 16 verse 1. So 1 Samuel 16 verse 1. Mtu anaitwa Samuel alikuwa naombea Saul kwa muda mrefu. Hata Namon akililia yeye Mungu amrestore, abariki ufalme wake. Mungu akasema, the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul, since I have rejected him as king over Israel? Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king. Praise the name of the Lord. Anamwambia wachana na maombi. Nimesema no to your prayers. Sijibu hiyo. Si no ni answer. Abia mwenzako hata no ni answer. So usiseme Mungu ajibu maombi. Anaweza sema no. Is it an answer? So does God answer prayers? Is no a prayer an answer? It is an answer. Wewe niulizie mwenzako ashawaiambia watu wagapi no kwa kitu yenye waliuliza. Hebu niulizie mwenzako kama ashawaiulizwa kitu akasema sifanyi. Hiyo ni jibu. Na Bwana unasema Mungu ajibu maombi. Kama alikuambia no, kubali ashasema no. Hiyo ameniambia ni kuakue kidogo. Hiyo hatafanya time hii. Are you getting?
So another reason for waiting is trust and faith. God wanting, waiting helps. God's waiting, or waiting helps build a deeper trust and reliance on God rather than quick fixes. Waiting helps build a deeper trust and reliance on God rather than quick fixes. Kugojea kunaonyesha jinsi unavyoamini huyu Mungu. Mtu unayeamini kama alisema nitakuja, nitatenda, unamgojea mpaka atende. Na wewe unaendelea kuwa deep in trusting that person. Unasema, the way I know God, I know he answered my prayer. Do you know, hata wakati Mungu anatuma wana wa Israeli anawatuma Canaan, anawaambia I have already given you that land. Abia mwenzako, even what you are asking for, he has already done it. He has already done it. Anasema I've given you Canaan. Ni nyinyi mwenda mkachukue. So ile kitu Mungu ana develop in you ni tabia ya kuamini na kudevelop a relationship ambayo itakuvukisha mito, ambayo itakufanya uwe na ujasiri wa kuangaliana na adui. I was talking to someone yesterday for almost an hour. Alitaka position fulani na akaendea hiyo position, na position hiyo ikawa ni yake, lakini because of corruption ikapewa mtu mwingine. Sasa ilikuwa na ugumu sana kumconvince, because ananiambia mimi nimekasirishwa na Mungu kabisa, because yeye ndiye aliniambia niache what I was doing niendee hiyo nafasi. And then na Mungu he is all wise, ananipeleka mahali alafu nafasi yangu inachukuliwa. I feel so bad. How can I trust such a God ambaye anakuambia kitu, unaanza safari, unamwamini, una fast, unaambia watu wa kuombee, and then unaenda unapewa nafasi yako inaibiwa, inapewa mtu mwingine. Mimi nimekasirika sana. So utajibu mtu kama huyo aje? Utamwambia hakusikia Mungu vizuri? Yeah? Ama utamwambia aje? Ama utamwambia are you sure ulisikia kutoka kwa Mungu? Are you sure? Simi hata ninajua watu wengi walisikia kutoka kwa Mungu. Things didn't just happen. Do you know, Mungu ameninenea mambo makubwa sana kuhusu hii kanisa. Hata vile itakuwa kubwa, hata vile watu wengi watafikiwa. And yet, kwa zile churches zote tumeplant na my wife ama tumefanya huduma, hii ndio imekuwa pole sana. Na ahadi ndizo kubwa kuliko kanisa zote tumehubiri. Do you think God is an author of confusion? No. He teaches you to wait upon him. Are you getting? Has he answered our prayers? Yes, that's why we are here. Tayari amejibu maombi yetu. But at times God answers your prayers through a process ambayo yeye pia anakuunda. Yeye anakuhumble, anakushape, kwa sababu Mungu hayuko too interested na what you are getting. He's interested with you. He wants to shape you to be a man that he has always desired. So changamoto zingine unakutana nazo ni za kuodoa hizo haraka unakuanga nazo, hiyo impatience. Unajua kuna watu wengine naonanga anagojea mtu unasikia na hema na ako peke yake, anaangalia sana, anaanza kukasirika, anazunguka, because it's not only waiting, even how you are behaving when you wait. Niulizie mwenzako ana behaving aje akiambiwa agoje. How do you behave when you are waiting? Si uniulizie jirani, muulize how many people like waiting here. Ni watu wagapi wanapenda ni specialist wa kugojea. Na unajua ukienda hospitali unaitwa patient.
Unaweza shida hapo hata siku 3 umegojea daktari na unapewa appointment ya miezi 3. Unaambia watu niopeeni neema ya kugojea. Neema ya kugojea daktari. Unadhani patients wanaitwa patients kwa nini? Because anatamani kupona. Lakini lazima akiambiwa sasa specialist atatoka India, anagojea mpaka akuje. Nyinyi mnaweza enda kwa sababu nyinyi sio wagonjwa, lakini patient atagojea. Are you getting? So God teaches us also to be patient, to patiently wait upon him, so that we don't behave. Do you know kuwa patient ni kukosa, ni kuwa immature? Let me give you a scripture. James chapter 1 verse 3. James 1:3. Biblia inasema ya kwamba tupatie James 1:3. James 1:3. Hata Yesu alijaribiwa. Si Biblia inasema alitoka kwa mto akaenda akajaribiwe na nani? Na shetani. Akaenda kujaribiwa. Because you know that the testing of your faith produces what? Perseverance. So at times God will allow your faith to be tested. He's already responded by putting you into a process whereby as your faith grows, you receive everything that you need from him. Are you getting? Maybe nimalizie na hii ili tuelewe kidogo. Maybe I will come to teach more, but Deuteronomy, sio hii nitamalizia nayo ni ingine, but Deuteronomy inasema hivi, Deuteronomy 8:3 inasema he humbled you, causing you to hunger and feeding you with manna. Hebu tuisome pamoja. He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Mungu aliwapitishia jagwani aanze kuwafundisha lessons. He wanted them to grow and to know that every word of God is true. Amen? You don't have to eat those things that you've known about. God has numerous ways of answering your prayers. He caused them to hunger. Imagine mko na njaa mkiwa jagwani. Unajua jagwani hakuna supplies. Isn't it? Are there supplies? Hakuna chakula, hakuna agriculture, na hamujui mtakaa miaka mingapi jagwani. Na hamuna marafiki wa kuwaletea chakula. Anawafanya waone njaa, alafu waliitie jina la Bwana. And then Bwana ashuke, provide. Wajue there is a God who can provide even in the wilderness. Tell your neighbor it doesn't matter where you are. God's provision is evident. Mungu anaweza kutana na wewe hata ukiwa jagwani. Ukienda hapo chini verse 4 inasema hata nguo zao hazikuisha. Your clothes did not wear out and your feet did not swell during these 40. Hallelujah. Wagapi wako na mavazi haiishangi? Hebu nione mavazi haiishangi, haifed, hairaruki, viatu haziinami hata ukienda kwa lami. Mungu ali make sure hawa watu ili wajue mimi najua kusustain watu. Amen. Watavaa nguo na haziraruki. Habia mwenzako Mungu tu sio kukupatia zingine tu, anaweza make sure utazipeana zikikaa kama mpya. Praise the name of the Lord. And I know God is able to preserve. So when you are in hard times, our God will show you that his ways are numerous. Bwana asifiwe. Najua sasa hii ukiwa umebarikiwa gozi tararuka haraka. Lakini ukiwa na changamoto unaweza ona umevalia kalongi mpaka watu wanauliza na huyu jamaa na ingine, lakini Mungu anaipreserve tu.
Anakujali tu in that state that you are in. Ukimtafuta, he can do things that are unimaginable. Let me say this as I finish. For now, let me show you how God uses a process to respond to your need. How God uses a process to respond to your needs. Yes, amejibu, lakini because he is using a process, we unadhania hujajibiwa. Let me give you the story of Joseph. Na nisome Genesis 45. Genesis 45. Genesis 45. Tupatie Genesis 45 verse 5. Genesis 45, Joseph anaongea na ndugu zake, anawaambia, now do not be distressed. Musisubuke sana brothers, musiwe na stress. And do not be angry. Hata musikasirike, musijikasirikie. Don't be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. You see, God can tell you, can answer something looking at the bigger purpose. You know, he's looking at the bigger purpose that he has concerning your life. Yes, amejibu maombi, but ile jia ametumia kwako haikai kama amejibu. In fact, unadhania it's like mtu, hii church yetu mtu akiomba ndio confusion inaongezeka. Because Joseph ashaonyeshwa doto. Anaota doto, na hizo doto zinasababisha watu wawe jealous na yeye. Na anaongea kuhusu hizo doto with a lot of confidence, na ninaamini anaamini Mungu. Hiyo kitu hata kama hawa anasema haitatimia, mimi najua itakuja kutimia. And as he continues to trust God, ameenda malishoni kuangalia ndugu zake wanataka kumuua. And then mmoja anasema sio vizuri tuue ndugu yetu na mikono yetu, tumrushe tu kwa shimo tuache yeye hapo. Lakini yeye ameamua wakiendaenda atajificha aje amtoe. Are you getting? That was the plan, to save him. So nao wakaona na ni kweli hakuna haja tumuue, wacha tumuache hapo akufia hapo. So wakaenda. Wakiwa jiani, ndugu yake saa hizo anatafuta chance ya kwenda kumtoa. Hao wengine wakakutana na Ishmaelites. Wakasema, by the way, huyu jamaa badala ya kufia hapo, si tunaweza pata chapa, tunaweza pata kitu naye, wacha tumuuze, hata hawa jamaa wampeleke bali sana, tusiwahi kumuona tena. Wakasema, by the way, mungetaka kununua a slave? Wakasema, mnanunua pesa gapi? Wakasema, pengine twende tuone ni slave ya aina gani tunanunua. Wakarudi kwa shimo. Joseph anasikia sauti ya ndugu zake, akafurahi, anatolewa. Ni kama Mungu amenirehemu, amenikumbuka. Kutolewa, akasikia ni negotiations. Hii unaonaje? Si unaona kama jenga? Utatoa gapi? Yani anashindwa, ndugu zangu wako that. Yani hawana heart. Yani wameamua tu kuniuza. Anawekwa chains, ndio huyo. Na wao washaenda. Mambo yao hata hawana haja na ndugu yao. Ndugu yao ameenda. How does it feel to Joseph? And then Joseph anaenda kwa sababu ni mtu wa kuamini Mungu na kutamani uhusiano na Mungu. Anadhibitisha, anaendelea kuimarisha nini yake na Mungu, relationship yake na Mungu, mpaka inafika chochote anaguza na mikono. Mungu kwa sababu ako na yeye, anabariki vitu zote ambazo anaguza. Akatolewa kutoka mtumwa akawa manager. Kukaa akiwa manager, mke wa Farao anamuotea. Anakaa tu akiangalia Joseph, anasema, na huyu kijana si mbaya. Praise the name of the Lord. All of a sudden akaanza maneuvers. Yusufu anakataa zote. Siku moja aliamua leo ni leo, msema kesho ni. Akatuma wafanyikazi wote kazi nje, akabaki na Yusufu na akafunga. Akamwambia leo lazima. Yusufu naye ni nani? Anajuanga milango yenye iko wazi.
akashikwa, akaambiwa sasa sio kupembelezana, kashika koti. Yusufu anajua koti hutoka, kabaki na koti. Yusufu akachomoka. Jioni anaambia mzee, huyo kijana kumbe ni mnyama, anajifanyanga mzuri hapa. Leo ni Mungu ameniokoa. Na sasa tulipojaribu kushika yeye, akatoroka akaniachia koti. Huyo lazima uweke yeye ndani, na uweke yeye mahali hawezi tolewa. Aliwekwa jela ya ile Farao anaweka watu wenye wamemkosea, hapo ndio anapelekwa. Unajua hiyo ni Farao tu anaweza kukutoa huko. Akaenda huko. Yani Yusufu, unajiuliza, yani every time I want to get a breakthrough, ni kama kuna cycles ambazo hazivujiki kwa maisha yangu. Ninaona doto, narushwa kwa shimo. Nikitoka kwa shimo nadhania ni baraka, nauzwa kwa mtumwa. Nikiwa mtumwa ninabarikiwa, ka promotion kanakuja, tena narudishwa chini na shetani. Huu mkono wa shetani lazima utoke katika maisha yangu. Wangapi wanaona mkono wa shetani katika maisha yao? Wanataka tukemee kazi za shetani na psycho, demonic cycles that are taking you round in circles. Kila wakati unataka kutoa kichwa, unawekwa chini. Si huyo ni shetani? Brethren, people of faith must see God in everything. Lazima tufike mahali sisi hatuelekezwi na shetani. We are too good to be handled by the devil. God is on our side. God works all things for the good of those who trust him. Sasa jamaa ako kule amewekwa jela. Na I normally say, na nimewaambia mara nyingi, ukiwa umebarikiwa, it doesn't matter what they try to do to you, bado utachukua nafasi yako. Ni kama mafuta na maji, hata uisheke namna gani, uiweke hivi, mafuta itakuja juu, maji iende na nafasi yake. Abia mwenzako, mimi ni kama mafuta, lazima nitakaa juu, nitapaa juu tu. Hata nifanyiwe nini, bora tu niachwe kidogo, nachukua nafasi yangu, nakaa juu. Nothing can put you down if God is walking with you. If God is on your side, no demon, no power will be able to bring you down. Sasa jamaa amewekwa jela. Hata akienda jela anafanyiwa msimamizi wa jela. Yani kijana ameingia tu, kunasemekana nao, wewe ndio ulikuwa unaongoza, sasa wewe utasikiza huyu kijana ambaye amekuja. Yeye ndiye anakuwa anapeana orders jela. All of a sudden, why does he go to that particular prison? Because hapo ndipo atakutana na yule mtu ataambia Farao habari zake. So God is very strategic. Huendi mahali popote, hata huko mahali umewekwa kuna msaada wako. Praise the name of the Lord. Sasa anatafsiria wao doto, because yeye ni mtenda kazi. Hata akienda bado atasaidia watu, hata akiwa kwa jela. Yeye haachani na huduma yake inaendelea. Wherever he goes, he's a minister. Anakuwa baraka kwa watu, anawatafsiria doto, anawaambia hiyo itatendeka. Lakini mkienda huko, by the way, abieni Farao, mimi niko hapa bwana, na mimi sikukosea mtu. I'm just a young man. Ambaye watu wivu ya brother zangu ndio wamenifikisha hapa. Uovu wa mke wa Farao ndio umenileta hapa. Mumwambie tafadhali aniruhusu nitoke. Do you think watakumbuka? I'm telling you, jamaa anaigia, anarudi kule na anapewa ka promotion, anaanza kufurahia, anasahau Yusufu. 2 years hakumbuki anything kuhusu Yusufu. But do you know it was very timely, because hata kama ageenda aanze kuambia Farao kuhusu Joseph, namuuliza, what do I have to do with that young man? Hata hajui Yusufu ni nani, hata hana haja na kujua vile aliingia huko ama jinsi ya kumtoa, because Joseph is nobody to Pharaoh at that time. But Mungu anakushape for significance. Unaona? And then anafanya timing. Lazima the proper timing ni wakati Farao ataota, apeane doto yake itafsiriwe, kukose mtafsiri. Jamaa akakumbuka, kuna Yusufu. Akaenda kwa Farao. Do you think that's the right timing? Yes. Because
Joseph akona umuhimu wakati huo. So he talks about Joseph, inaambiwa saa hii aletwe hapa. Praise the name of the Lord. Naye Yusufu ni nani? Asha develop wisdom. Anakuja anatafsiri ndoto na anamwambia sio mimi, kuna Mungu ambaye hutafsiri ndoto. Are you getting? Yeye atakustafsiria ndoto yako. And then anampa tafsiri. Lakini after tafsiri anampatia some wisdom. Anamwambia by the way, unahitaji ufanye mtu kuwa mkubwa asimamie hizo stores. Na manage hiyo kazi kwa sababu itasaidia watu wengi kote duniani kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua anajua yeye ndiye huyo mtu. So ana describe the kind of person that is needed. Farao anauliza yani kwani kuna mwingine isipokuwa wewe? Anaangalia watu wake anawaambia kuna mtu mwingine mwenye hekima kuliko huyu. Na unajua all the wise men of Egypt walishindwa kutafsiri ndoto. Na yeye alijua ya kwamba kutafsiri hii ndoto places me to be the wisest man in the whole of Egypt. So anasema kutafutwe mtu wise. Najua wewe ungetafsiri tu alafu unyamaze. Farao asubuke na vile atafanya, lakini yeye anarusha mawazo and he makes sure he's in position. Sasa angalia vile anasema, angalia tena kwa hiyo scripture. Anawaambia hivi, brothers, sio nyinyi msijikasirikie, hamkunileta hapa. Angalia anasema nini? Selling me here because it was to save lives. It was for a greater purpose. God used this process to answer my prayers for a particular purpose. Praise the name of the Lord. Go to verse 7 and 8. Verse 7 and 8. Inasema, but God sent me ahead. Who sent him? Who sent him? He sent me ahead of you to preserve for a remnant on earth. Watu hawagebakia hapa duniani, watu wote wageisha. But he brought me here to save a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. Verse 8. So then it was not you who sent me here. Nataka mjue hivyo, but God. He made me father to Pharaoh and lord of his entire household and the ruler of all Egypt. Sasa, what is Joseph saying? I'm seeing the hand of God in everything that happened to me. Beleni nilidhania wivu ndio inani drive. Nimekuja kujua hii sio mambo ya ndugu zangu, mkono wa Mungu ulikuwa ndani. Abia mwenzako hata kama unaona confusion after kuomba. Yeah? Mwambie maombi yako imejibiwa. Inaweza jibiwa in ways that don't look like imesikika. Unadhania ati ni unatoka kwa shida moja, unaingia kwa ingine, unatoka kwa hii unaingia kwa ingine. Kama wewe ni mtu wa maombi, uko kwa njia ya kufanyika kile Mungu anataka uwe. Hallelujah. Amen. Uko kwa njia ya kufanyika kile Mungu alitaka uwe. Hata ukiona vita kazini inachacha mpaka unajiuliza kwani hawa watu wananichukia kwa nini? Sio wewe anachukia. Mungu anajua vile anafanya. Mungu anataka kushape mtu ambaye sio wa hasira. Sio mtu tu wa very impatient. He's a very gentle person. He sees God in everything. Brethren, God is involved in your life. Kama unamuita, yeye husikia na yeye hujibu. Ni vile majibu hayaambatani na vile unafikiria. God hatumii njia kama zako. His ways are higher than our ways. Do you think God answers your prayers? Do you think God is answering your prayers? Are you receiving answers to your prayers? Hata ukitoka pale abia Mungu, I know you hear prayers. I know you've answered my prayers. I know at times you answer through a process. I'm in the process of becoming everything you want me to become. I'm in the process of receiving everything you want me to receive. Tusimame kwa miguu yetu, tuambie Bwana asante kwa kujibu maombi yetu. Unaweza inua mikono yako, praise team wanapokuja, uambie Bwana you are God who answers prayers. Amen. Hallelujah. Enda mbele za Bwana, mwambie Bwana najua kwa hakika na mimi hii itanifanya niombe hata zaidi.
itanifanya nitafute uso wako hata zaidi, na ninajua I'm becoming better, I'm becoming stronger. You are sharpening my skills, you are boldening my ability to do things in the mighty name of Jesus. God wants to shape us, not only us to receive things, He wants us to become. He wants you to become what He is making you. Unajua Mungu alitaka kudevelop ujasiri kwa wana wa Israeli, sio ili tu wapokee Canaan, lakini hata wakiwa Canaan, mataifa mengine wakitaka kuja kupigana na wao, kuchukua kile Mungu aliwapatia, wako na ujasiri wa vita. Wanaweza sema we are not releasing what God has given to us. Tumejua kugojea, tumegojea ya kutosha. Tumesimama mpaka Mungu akakabidhi kile ambacho aliahidi. Kuliinuka kizazi, kwa sababu saa zingine Mungu anaahidi watu vitu, lakini wanakuwa na tabia ambayo iko kinyume na wale watu wanatakiwa kupokea. Mpaka anagojea kizazi kile kitakuwa na ujasiri wa kupokea. Vitu zingine ndio unaona zikipokelewa na watoto wenu, kwa sababu nyinyi wakati mwingine hamukukubali ku develop the courage, the confidence, the boldness ambayo inatakiwa kuchukuliwa na watu wa imani. But I thank God for Caleb and Joshua. Walisema sisi sio vizazi wetu watachukua, sisi tutachukua, tutapokea that inheritance. We are ready to go all the way until we receive, and God preserve them to receive the blessing. May the Lord preserve you because of your faith to enjoy His blessings. Uweze kufurahia baraka zake. Inua mikono yako mbele za Bwana, umwambie Bwana, sitakubali kile ambacho umeniahidi, kile ambacho umeachilia hakitaenda na wengine. Nitanyakua na nitapokea chochote ambacho ni changu kupitia kwa Kristo Yesu. I'm becoming everything that God has desired. Begin to take a posture, take an attitude ya mtu ambaye hayuko tayari kushindwa, hayuko tayari ku give up. Unajua tunapenda vitu za haraka, lakini Mungu anatudevelop tuweze kuwa na ujasiri, tuweze kuwa watu wa imani, tuweze kuwa watu wenye subira. Rima katara bababu zianda Rikian tara bababu zaya Yeke tere bababu zikara bababu zaya. Lord, I thank you that you are shaping people after your will. You want people who will never disappoint you, people who can stand the seasons of time and stand out to do great things for you. In the name of Jesus. Zitakiri kuwa Yesu wewe ni Bwana, kuwa Yesu wewe ni Bwana, kila goti litapigwa, ndimi zote zitakiri kuwa Yesu wewe ni Bwana.
Jesus. Give you praise and glory. We honor and adore your holy name, O God. In the mighty name of Jesus. Maybe you are together with us. Unasema ningependa uniombee. Natamani kuona Mungu katika maisha yangu. Natamani kuona ukuu wake. Natamani hata Mungu afungue macho yangu nianze kuona yale anayonitendea. Kwa sababu ni vizuri kuona Mungu. Saa zingine huwa tunalalamika, lakini tuko kwa process. Mungu ashajibu maombi, ashaanza kutenda. Na ni vyema tuanze kuona Mungu anayetenda. Maybe you are saying, I need to see God in my life. I just desire that in the name of Jesus, that this happens to me. You can be sure Mungu atajibu maombi yako. Inua mkono kama uko na hitaji. Unasema ningetamani kukabidhi hitaji langu kwa Bwana katika jina la Yesu. Ningependa kuomba na wewe. Naomba na wao ambao wameinua mikono yao juu. Mungu Baba, kwa jina la Yesu, nakushukuru ya kwamba wewe ni Mungu unayesikia maombi. Sikio lako wewe sio bubu. Mkono wako sio mfupi ukashindwa kujibu na kutenda yale ambayo tunakuomba na tunakugojea kuhusu. Naomba hawa wapendwa ambao wameinua mikono yao juu. Na ningependa hata tunapoomba utaje kile ambacho unaomba kutoka kwa Mungu sasa hivi. Ambia Bwana, hii ndio sababu ambayo nimesababisha niinue mkono wangu juu. Natamani Bwana nisaidie nione uaminifu wake katika eneo hili. Mungu Baba, nakushukuru ya kwamba wewe ni Mungu ambaye usikia maombi na umesikia maombi ya watu wako. Naomba Bwana ukakutane na kila hitaji, ukatukuzwe sana kwa utendaji wako wa pekee katika jina la Yesu. Wacha hawa wapendwa washuhudie kama vile Yusufu alishuhudia ya kwamba ni mkono wa Bwana ulisababisha haya yatendeke. Ni mkono wa Bwana ambao umedhihirisha uaminifu wake katika maisha yangu. Naomba Bwana ukadhihirisha uaminifu wako, ukuu wako na baraka zako kwa watu wako katika jina la Yesu. Asante kwa kututendea. Asante kwa kujibu kila maombi. Kwa jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Tuinue mikono yetu tumpigie Bwana.